infrastructure. Leo tunaenda kuanzisha County Aggregation and Industrial Park ya Bungoma County. Pale tumeweka milioni 500. Mheshimiwa Lusaka 250 million, National Government 250 million. Ni kwa sababu tunataka tukusanye mazao yenu yote ya kilimo, tuifanyie processing, tuweke value addition, tuwapatie infrastructure ya storage, tuwapatie infrastructure ya cold rooms. Ndio mnaweza kuuza mazao yenu kwa taratibu na kwa njia inayofaa, ndio muweze kuongeza mapato yenu ya kilimo, na vile vile tupange ajira ya hawa vijana. Hiyo mradi tunaenda kuanzisha leo na tunataka ijengwe in the next 9 months iwe imekuwa tayari, ndio tuanze kupanga mambo ya kilimo sawa sawa hapa Bungoma. Watu wa Bungoma tutashirikiana namna hiyo. Na mbali na kujenga hiyo County Aggregation and Industrial Park, pia tunajenga soko zingine 10 hapa Bungoma. Soko ya Cheptais tumeweka pesa ya kujenga. Nimeambiwa kuna soko mnataka ijengwe pia hapa Kopsiro. Hata hapo nitapangia tuweke soko hapo Kopsiro. Kipsikon. Hai. Yaani Lusaka umesikia? Hii ni public participation, wamefanya referendum. Na wamemaliza inasema. Hii Kipsikon iko wapi hapa? Hapa chini. Hapo ndio katikati. Ya kusanya maneno. Hii public participation iko kali. So anyway, Kipsikon tajenga. So na soko zingine tumekubaliana na waheshimiwa. Tunajenga soko ingine hapa chini Malakisi, tunajenga soko ingine Bukembe huko, tunajenga soko zingine almost Mateka, wapi dunia hii yote. Ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba yule mama mboga tulikuwa na yeye apate mahali ya kufanya biashara yake yenye iko na heshima, iko maji, iko stima, iko mambo yote ambayo inaweza kumpatia heshima na biashara yote iweze kwenda mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nataka mnisikize kwa makini. Tulikubaliana mbali na kuzalisha chakula na kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele, pia lazima tupange ajira ya hawa vijana. Si vijana ni wengi? Wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree. So tumekubaliana tunapanga mambo ya ajira ya vijana. Hapa Bungoma, mpango yetu ni kujenga nyumba 20,000 ya kwanza hapa Bungoma, katika ile program yetu ya affordable housing. Na katika hiyo program tunahitaji vijana 30,000 ama 40,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi ya affordable housing. Vijana wa hapa Kopsiro, mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari kwa hiyo kazi? Sisi tulikubaliana kazi ni? Sisi tulikubaliana kazi ni nini? Tulikubaliana kazi ni kazi. So ile itapatikana mtafanya. So mimi nakuja hapa in the next 2 months kuanzisha program ya affordable housing ya Bungoma County, ikiwemo Mount Elgon yenu hii. Na vijana mjipange, kwa sababu pale ndio mtapata ajira, tuweze kusukuma mambo ya gurudumu ya kwenda mbele, tukijumuisha vijana, talanta zao, uwezo wao, nguvu zao katika kubadilisha Kenya, na pia kila kijana ajipatie riziki na asimamie familia yake. Tunaelewana? Ya internet. Tutalete kompyuta 200-300. Tunataka vijana 300, 400, 500, 1000 katika kila ward waweze kufanya kazi ya digital jobs. Mimi nauliza nyinyi, mtashindwa kufinya kompyuta? Kufinya tu mtashindwa? Na tumekubaliana na Wamarekani, tumekubaliana na Wajerumani, tumekubaliana na watu wa kutoka UAE na sehemu zingine kwamba watatupatia ajira ya digital jobs
kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Sasa nyinyi vijana wa hapa Kopsiro, kila ward tutakuwa na ICT hub, mujipange pale. Ndio muwe na ajira, muweke pesa kwa mfuko na mtusaidie kupeleka taifa letu la Kenya mbele, na ni muhimu kwa sababu itatupatia nafasi ya ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. I am telling you, for the first time, we have a comprehensive plan on creating opportunities for employment of the young people of our nation, using deliberate, intentional government programs that will expand opportunity for the young people of Kenya to contribute their talent, their knowledge, their expertise in driving the economy of our country. Tutashirikiana jameni, watu wa Mount Elgon? Tutashirikiana? Jambo la tatu, mimi nataka vile vile tukubaliane ya kwamba wakati tunasukuma masomo, tunasukuma ajira, vile vile tunasimama pamoja kushughulikia mambo ya matibabu. Tumekubaliana na Lusaka hapa ya kwamba tutakuwa na community health promoters hapa Bungoma. Wangapi mheshimiwa? 3,000 something. Yeah? Hapa Bungoma. Ya kuhakikisha kwamba hawa watu wote pale mashinani unapatana na muuguzi hapo kwa kijiji yako. Sio lazima uende mpaka hospitali ndio upatane na muuguzi. Tutahakikisha kwamba kila nyumba 100 iko na muuguzi mmoja anasimamia nyinyi. Anapima pressure asubuhi, anapima sukari jioni. Si ndio? Sio kama tunaelewana. So mujipange hapo. Ndio tuhakikisha kwamba hii matibabu inatusumbua, tunamalizana na yeye, kwa sababu tulikubaliana mambo ya universal health coverage. Watu wa hapa Kopsiro anagurene yutagyo. Chepkurkur? Watu ya Chepkurkur tumekubaliana? Basi, kwa sababu niko na kazi kubwa na niliona nifike hapa niangalie hii facility yenu, ndio nijue matatizo yake imekaa namna gani. Najua vile vile mnahitaji barabara, si namna hiyo? Najua mnahitaji barabara. Sasa nyinyi mnataka barabara gani itengenezwe? Aki, si nyinyi mtaniletea hasara nyinyi. Sasa kila kitu mnataka ifanyike hapa. Alafu na dunia ile nyingine nitajenga na nini? Hii ndio mnataka? Aya, kwa sababu mimi ndio nimejileta hapa sasa sina shida, lazima nifanye. So, wacha nitapanga, si ndio? Hii inatoka wapi pale chini? Ole gurene? Mase? Masaege? Ako yano? Panantega? Konguno panantega ini. Kogi panan ngoega isuko. Kilia moje. Maoje ngiga inetake? Arango tinye ngale. So anyway, si vile mmesema mpaka pale kwa jeshi. Lakini pia mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Lazima hii tukubaliane na hii mtanikubalia. Maneno ya kukata msitu haitaendelea. Hapo pia lazima tukubaliane. Maneno ya kukata misitu itakoma. Kalia ngumu, mbona mmenyamaza tena hapo? Ama nyinyi ni wale wa kukata msitu? So maneno tunaweka cut line, lakini wale watu wote hawana title tutawapatia title. Si ndio? Lakini maneno ya kusongesha mpaka ya msitu hapana. Hiyo nimekataa. Sijui kama tunaelewana. Nimesema nimekataa. Maneno ya kusongesha cut line ya msitu. Hii msitu ni ya muhimu. Hii chakula tuko nayo shambani itakuja kuwa nchi kame tukiendelea kukata msitu. Nyinyi mnajua hivyo? Ile msitu ndio inachunga mvua yetu. Ndio inatuhakikishia kwamba tunapata chakula, tunapata mvua, ndio nitawanyorosha na kiboko. Hakuna kwenda tena kukata msitu. Tumekubaliana?
na pia mambo ya maji. Nimesikia kwamba mnataka maji katika sehemu hii. Tuko na mpango na nitakuja kuwaeleza, kwa sababu hii Bungoma bado hatuna maji ya kutosha, na niko na mpango maalum. Kesho katika baraza la mawaziri tunapitisha dams zingine 26 ambazo tunataka kujenga kwa minajili ya kupatikana maji ya wananchi kutumia nyumbani, ya kule ya mifugo yenu, vile vile ya mambo ya kilimo. Na mwisho kabisa, tumekubaliana na gavana wenu ya kwamba tunataka pia mtusaidie kuzalisha maziwa. Nyinyi mko na ng'ombe? Odia tuga? Mko na ng'ombe? Mimi nawauliza kila mmoja wetu, sasa tutawasaidia katika biashara ya maziwa. Tunataka kuhakikisha kwamba mkulima anapata bei ya sawasawa. Tayari tumepunguza gharama ya chakula ya ng'ombe kwa kuondoa ushuru. Ya pili, tuko na mpango ya kuwapatia milk coolers, na gavana wenu anajua 25 ya Bungoma County, ili tutumie kukusanya maziwa yenu, na maziwa yenu iwe ile maziwa iko sawasawa, ndio muweze kupata bei sawasawa. Alafu ya tatu, tunaketi chini na industry. Tunataka minimum price ambaye mkulima wa maziwa atapata. Hatutaki brokers wakuja wanunue maziwa yenu na shilingi 30. Maziwa ni shilingi 50 kwa lita moja. Kama mtu hataki, aende arudi siku nyingine. Ama namna gani? Ama akitaka aende akiendanga, hakuna shida. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja Mount Elgon. Tumeshirikiana. So sisi wote ni team moja. Na mimi nataka niwashukuru sana. Najua pia mlituuliza mnataka kiwanda ya majani chai, si ndio? Hiyo tunaipangia, na waziri nilituma yeye, alikuja hapa na atarudi na report, alafu tutapanga vile mtaendesha mambo yenu. Nia yetu kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba tunainua maisha yenu, kila mtu awe na pesa kwa mfuko, watoto wetu wapate ajira, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya, na tufukuze umaskini kwa kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumeelewana Mount Elgon? Bungoma tumeelewana? Tutashirikiana? Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja hiyo safari. Bas, nyinyi ni watu wazuri na wapenda sana. Niko na mungwana mmoja anaitwa Rigiji. Mnajua? Deputy President mnamjua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mtu ya kusema ukweli. Ndio huyo wako hapa. Rigiji, ongea na watu ya mlima. Asante sana watu ya mlima, hamjambo? Chamge. Yomune. Hapa ndio chini ya mlima Elgon. Hata mimi natoka kwa mlima Kenya. Na unajua mimi napenda kukaa chini ya mlima. Na nimefika hapa kwa mlima. Kwanza mimi nataka niseme asanti kwa kumchagua huyu rais wetu, mkipatia na mimi nikapata. Si mnajua na matatizo mingi. Otherwise tumefika hapa tukiwa na rais kwa mambo ya maendeleo. Na nyinyi watu ya Mount Elgon ni wangwana. Nimetembea hapa tukiwa juu, nimeangalia mahindi, nimependezwa sana. Na mkanyagie hapo, na hivi karibuni tutaanza shughuli ingine ya kuandikisha wakulima. Wale ambaye hawakuandikishwa ndio mpate mbolea. Tumekubaliana? Ya pili, wale ya kina mama na wazee wamefikisha miaka 70. Tumetuma machief, assistant chief, wazee ya nyumba 10 waandikishe hawa, ndio wakuu wakipata marupurupu yao katika kila mwezi. Tumekubaliana? Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Na mimi nakubaliana na nyinyi. Hiyo mnamwambia rais amfanyie, lazima amfanyie, kwa sababu nyinyi shares yenu katika serikali yetu iko juu zaidi kuliko ile mmepata. Na mimi na confirm tumeangalia nyinyi, lakini bado tunataka tumuangalie iabatane na ile support mliyopatia rais yetu. Sio ni sawa sawa? Kwa hivyo rais akitengeneza hii barabara hakuna makosa. Hii ni haki yenu kutengenezewa hii barabara. Si ni haki yenu? Kwa sababu nyinyi ni watu werevu, mlijipanga vizuri. Mukaweka kura vile natakikana.
Kwa hivyo wakati ya nyinyi kuvuna ni wakati hii. Iko namna hiyo? Si ukipanda mahindi lazima uvune. Kama hujapanda utavuna kweli? Si nyinyi mlipanda mahindi, mkaweka mbolea, mkanyunyizia maji. Hii ni wakati yenu ya kuvuna kwa serikali ya William Ruto. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi unajua napenda kuishi kwa mlima. Msinitafutie pahali hapa nijenge. Iko? Mtanitafutia? Kwa sababu mimi unajua nilizaliwa kwa mlima. Sasa nikiwa pale Kakamega silali vizuri. Sasa nyinyi mnitafutie shamba hapa. Niko na pesa kidogo ninunue. Niweke kaboma hapo. Tukuje tukae na nyinyi katika area hii chini ya mlima. Chama yenu ni gani? Harambee. Harambee. Tujenge chama yetu. Hii chama yetu ni ya kitaifa na hatutaki mambo ya kubadilisha vyama baada ya uchaguzi. Tunataka kuunda chama iko na nguvu. Na mimi nashukuru nyinyi kwa kumchagua huyu Kapondi kama mjumbe wenu, ambaye ni mjumbe anaonekana anaelewa anaenda wapi. Si anaendelea vizuri? Si anaendelea vizuri? Kwa hivyo mungetaka kusikia ma-DVD Prime Minister wetu, mnamjua? Haya ndio huyo, mpigie makofi. Kusema kwamba watu Mount Elgon mlifanya jambo la maana sana, na ni lazima wakati tunatembea maendeleo inaendelea kufika hapa. Namna hiyo? Nilikuja hapa kupanda miti na nyinyi. Hiyo miti yangu mnailinda ama mumeweka? Iko sawa? Nikienda hapo nitaona kabisa imeanza kushika. Unajua nyinyi President sasa ndio champion wa kile wanaita climate change katika bara la Afrika. Namna hiyo? Hata wiki ijayo kuanzia tarehe 4 hivi Septemba, marais karibu 30 kutoka Afrika nzima wanakuja hapa kwa mambo ya climate change. We hesabu hiyo. Sini watu wengi sana. Sini dunia nzima. Kwa hivyo nyinyi kama watu wa Mount Elgon ni lazima mushikilie hiyo agenda ya president ya climate change kwa muhimu sana, kwa sababu dunia inaharibika kwa sababu watu wameng'oa misitu, wameharibu. Kwa hivyo mimi najua kwamba mkishikilia hapa mambo itakuwa sawa. Na mimi nakumbuka mliniambia iko kitu kidogo tu mnataka president amalize. Kwa sababu mlisema saa nyingine mkipanda miti hamjui kama iko nini. Mnataka wamalizie ile title deed zenu alafu mambo ikwishe. Si namna hiyo? Na akimaliza hiyo na nyinyi climate change mtashika kabisa. Miti mtalinda. Msitu mtalinda. Ili bendera yake ya climate change ulimwengu izidi kufanya nini? Kupepea, si ndio? Na huyo Kapondi si mtu mbaya. Ati nini? Ati nini? Haya, na pia tumekuja na speaker wetu. Mwana wa Ingo. Muko tayari kumsikiza? Muko tayari kumsikiza? Yeye ndiye anasema order. Order. Haya, bwana speaker. Ndugu zangu wa Kopsiro ya Mune, Echamagei, Mulembe, niko na furaha kuja hapa na rais wetu na viongozi wote ambao wamekuja hapa, akiwemo ndugu yangu Rigiji, ndugu yangu Musalia, gavana wetu, ndugu Kapondi, na wabunge wote ambao wako hapa, na seneta wetu. Yangu ni kuwashukuru sana wananchi wa Mount Elgon. Kwa safari ya kwanza Bungoma tulipiga kura moja. Bungoma huko juu na kule chini tulipiga kura moja. Na yote iliangukia Rais William Samoei Ruto. Na nyinyi ndio mliangusha ratili ya kura Kenya hii.
ule mzali angukia hapa, William Ruto alipitia hapa. Si munaona hivyo? Munajivunia? Na kama papa wenu wa Roma, mimi nawatolea kofia. Kwa sababu nyinyi ni watu waaminifu sana. Nitasema tu mambo mawili au matatu. Ya kwanza, kuhakikishia wale ambao na mashamba inaguza mito. Mtu asikudanganya tukipanda miti serikali itakunyang'anya shamba, hapana. Plant trees to protect our environment. Na waziri ameambiwa na Rigiji na Musali ambao wana supervise mawaziri kuleta miti ya kutosha ili mpande along the rivers. Hata ukiwa na shamba yako ukipanda, rais amesema title wale hawana mtapewa nyote. Jambo la pili, tuko na ile high altitude training center hapa Mount Elgon. Ndugu Kaponda alisahau kumention wetu. Jana nimeona juzi msichana anaitwa Faith Kipyegon akiangusha wengine kule. Wazungu walikuwa wanaanguka na yeye anaenda. Mpaka ameleta gold ngapi? 2. Na hapa Mount Elgon tulikuwa na msichana anaitwa Edith Masai. Yeye pia alileta sifa kubwa kwa Kenya. So tunataka hiyo institute isaidie vijana, watoto, mkimbie, muende mulete mabilioni. Jambo la tatu na la mwisho ni kuwasihi wakulima wetu. Vile mlipanda chakula mwaka huu, tunamuomba mwaka ujao mpande hata zaidi. Rigiji tunataka tu, the government must stabilize the farm gate price for the farmer. Ili mkulima kama amepanda mahindi vile tunaona, isichukuliwe kwa 40 kwa gorogoro. Iwe 120 minimum kwenda juu. Ili mkulima naye pia apate haki ya jasho yake. Tunaelewana? Nyinyi watu wa Mount Elgon tunawapenda, tutawapenda forever. Kwa sababu nyinyi ni watu waaminifu. Na Rigiji ujue, constituency hapa ni UDA. Lakini hii wote tumesimama ni Fort Kenya. Hii ya Simotwa. Na mimi am an honorary Ogiek. Wandorobo walinichukua kama mtoto yao. Na mimi nikakubali. Sasa nitakuja tuketi, tukunywe kidogo, ile mursik, tusungumuze mambo yetu. Na kule Nairobi bwana Kapondi, wakichukua watu majeshi, hata mgao ya hapa ikuweko. Wakichukua polisi, mgao ya hapa ikuweko. Wakichukua walimu, mgao ya hapa ikuweko. Na hivyo ndivyo tutaendesha nchi yetu. Kongoi missing, murio mno sana. Haya, pigieni speaker makofi. Na huyu speaker si mtoto wenu? Lakini nilimtaki kwetu, ananiuliza na kizungu mingi sana. Si mnajua mimi ni mtu ya huko chini. Mumwambie akija kwangu apunguze kizungu. Haya, tuko na mjumbe wetu bwana Fred Kapondi. Salimia watu yako hapo. Eda juu kidogo. Haya. Rais wetu mpendwa. Arap Ruto. Naibu wetu wa rais Rigiji. Speaker wetu Papa Oroma. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Na gavana wetu Kufela. Na viongozi wote wabunge wenzangu. Na wananchi wa Kopsira hamjambo. Wachambagei kwa mwakita agenge. Omita taik. Kuyoka kubabashoni baraunin. Moja chosa borangara kwek babarak. Nafasi kama hii iko very rare sana. Mimi nilimwambia rais, Kapsakwony na Cheptais iko afadhali. Lakini kama kuna sehemu kuna changamoto zaidi,
ni sehemu ya Kopsiro sub county. Kama kuna watu wameumia Mount Elgon zaidi kushinda wengine, ni watu wa sub county ya Kopsiro. Na sisi tunasema asante kwa rais wetu, kwa sababu hii TTI, bila yeye hatungekuwa na hii TTI hapa. Na hii TTI itafungua sehemu hii, itakuwa tofauti kabisa. Ya pili, tunasema pia asante kwa rais wetu, kwa sababu yeye mwenyewe kwa huruma, vile anatuelewa zaidi, ndiye alitupatia hii sub county ya Kopsiro. Hii sub county ya Kopsiro iko operational. Rigiji, it is operational for the first time. Mambo mengi, hakuna kiongozi anaelewa sisi kushinda Rais William Ruto. Mumjogoreni yenyo, wakati tulikuwa na shida sehemu hii, alikuwa anakuja hapa karibu kila mwezi kulia pamoja na sisi, kusimama pamoja na sisi. Na hiyo ndiyo sababu kasi ya development, wakati wa siasa alienda kula Kapsakwony kwa siasa, akaenda kula Cheptais kwa siasa. Lakini nikamweleza rais, mambo ya development lazima ianzie hapa Kopsiro. Kuigorete nyigi nyanin. Hata mwenyewe ameshuhudia wakati amesema bananteka ukulima katika sehemu hii. Nilimwambia rais wetu jana, utaona maajabu kienda Kopsiro, maajabu ya mbolea yako, na mwenyewe amejionea maajabu ya mbolea yake sehemu hii. Amekubali hii barabara yetu mpaka KDF iwekwe lami. Mpaka mwangu ngongei. Na pia kule ng'ambo, tunaomba Your Excellency, barabara kutoka Kopsiro, which is the headquarters, kwenda mpaka Chepkurkur Center, kwenda Kipsiguro kuteremka mpaka Cheptonon, itengenezwe kama hii. Au watu wako wanabidii sana. Yote yale His Excellency amesema, tulikuwa tumejadiliana na yeye. Na tunasema asante sana. Niliwaambia watu wetu hapa, kama hatutajipanga wakati wa Rais Ruto, kama mjukuu wetu, na tusipoendelea, tujilaumu sisi wenyewe. Lazima tujipanga naye hapa kwa hapa. Mawunyoto, atafika jumu wake nigekute yare kwa Chepkurkur kabisa. Ya mwisho peke yake, Your Excellency, kwa sababu mambo mengi umesema na utatufanyia. Na ingine, mkungono ne mbuyu. Ingeto michike chome. Sasa anakosi stosi. Ile ya mwisho, kakas. Hao watu Your Excellency wanaongea mambo ya county. Lakini amwa kakas. Sinamna hiyo. So ya mwisho, hii ukulima yote Your Excellency. Na nilikuambia kwa mara ya kwanza, wakulima wa vitunguu wananunuliwa vitunguu ikiwa kwa shamba. Ala kwa sahi, unakuwa caretaker mwenyewe tu. Mwenyewe akuje kama ni 1,500, 1,400, milioni moja, watu wamepata pesa. Shida peke yake, mabarabara za kuingia huku ndani Your Excellency, ni shida. Kaunti hawawezi, hata mimi kupitia kera siwezi. Tunajaribu kufanya kuwa motorable kidogo kwa roho yake ya huruma tu.
ikasetu kosa mingi. Kosa mingi. Hiyo peke yake. Otherwise, Your Excellency, sisi tuko nyuma yako 100%. Unatuambia tu how high. Turuko juu kiasi gani. Hatuna mambo mengi. Ya mwisho tu ningependa kutambua tuko na MCAs wetu. MCAs wetu wako hapa na watambua. Tuko na professionals wetu hapa. Tuko na PS Hari yuko hapa. Tuko na profesa anaitwa Bulitia yuko hapa. Tuko na Bwana Caxton Masudi yuko hapa. Tuko na Chen Jebet hapa yuko hapa. Tuko na wengine wataongea. Tuko na Evans Chemota yuko hapa. Professionals wako hapa. Ninawatambua. Na Rigiji ulikuwa umesema utaangalia shares yetu kidogo kulingana na uzito, hiyo tunashukuru mapema. Na mambo ya title deeds, mambo ya gazettement, rais wetu ametoa amri. Nitakuwa kwa ofisi ya Rigiji, yeye itakuwa implemented mara moja. Mambo ya title deeds, mambo ya gazettement. So Your Excellency, thank you so much, sir. Basi asante sana Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto. Kumbe watu wako huko. Hawa naibu wa rais, speaker wetu, cabinet prime secretary. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nichukue nafasi hii kama governor wako kukukaribisha katika kaunti ya Bungoma. Tulikuwa na wewe jana. Na pia nishukuru hawa watu kwa sababu tuliwauliza kura, wakakupigia na wakanipigia kuwa governor wao watatu. Kwa hivyo ile imebaki ni kufanya kazi. Ile umesema ni amri, sisi tutatekeleza. Tutatengeneza store ya kuleta mbolea hapa Kopsiro. Hiyo nikirudi naenda kutengeneza. Vile na huko Cheptazi na kila mahali vile umesema. Masuala mengine unajua ukiongea baada ya rais kuongea na rais ambaye anatujua, you know you have summarized all our needs. Kwa hivyo mimi sitarudia, amesema ile yote na sisi tutatekeleza. Unajua sisi tuko aligned pamoja. Mheshimiwa Rais, mimi niliwaambia mimi ni mfupi lakini naona mbele. Niliwaambia tuende kwa Kenya Kwanza, serikali itaundwa hapo. Ndio sasa tuko kwa serikali. Wale wengine wako huko wanalilia kwa msituni. Asante sana Mheshimiwa Rais. Arambe. Arambe. UDA. Rais, nataka kukushukuru kwa niaba ya watu ya Kopsiro kwa kuweza kufika sehemu hii. Pia nataka kuambia naibu wa rais Rigiji kwamba sisi kama jamii ya Mount Elgon tuna recognize efforts yako wakati nobody was standing behind His Excellency. Wewe ulisimama na yeye. Na wakati yake ikifika, sisi tutarudisha mkono. Ama namna gani? So Rigiji, ujue kwamba sisi tunakupenda, tuko na wewe fanya kazi nyuma ya rais, na sisi tutaangalia mambo yako baada ya 10 years. Si ndio? Mimi sitaki kusema mengi, yangu ni hayo tu. Asanteni, Mungu awabariki. Tuko na Hari Kimutai ambaye ni PS wetu hapa wa mambo ya afya. Mpigeni makofi. Tuko na Jebet hapa. Alikuwa anaomba kura akazama njiani, lakini nitampanga huyu. Nitampanga, msijali. Ngoja kidogo. Niko na pia huyu. Tuko na huyu Mogosu Masudi, mpigeni makofi. Na tuko na Mogosu, nimeona yeye mahali fulani anahangaika, hata yeye yako dunia hii. Tutamshughulikia. Na niko na hawa watosi wengine wote. Haya, senator wetu ongea. Waajiri wangu wa tarehe
Desemba mwaka uliopita. Hamjambo? Yamone. Mimi nimekuja kwa mama na mimi siku ya kiyama, na leo ninarejesha shukrani kwamba lisilowezekana na binadamu kwa Mungu linawezekana. Jambo la pili, watu wangu, tumekuwa na Mheshimiwa Rais. Nimemweleza changamoto za vijana. Kwanza, msitu tunapopanda miti, Mheshimiwa Rais, vijana wanaomba wanapoandika watu wa kulinda misitu wapewe kazi kama kikosi cha kulinda misitu. Kweli si kweli? Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, nimeongea na hawa watu. Wanasema maji tunayokunywa Bungoma yanatoka Mount Elgon, na wao wenyewe hawana maji. Sasa Mheshimiwa Rais wamesema sema neno moja tu na roho zao zitapona. Jambo lingine na la mwisho, Mheshimiwa Rais, hawa watu ni wakulima wa kahawa na majani chai. Wale wa kahawa, Mheshimiwa Rais, kuna matapeli wanapura pesa ya mkulima wa Mount Elgon. Tunaomba chini ya wizara na ofisi ya Mheshimiwa Gachagua, hawa makachero na matapeli wa kahawa tuwafutilie mbali, mkulima aweke pesa mfukoni, kama ni kuzaana tuzaane polepole. Kweli si kweli? Na mwisho, Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru kama senator, kazi yetu ni kuleta pesa mashinani. Serikali yako imeleta pesa Bungoma milioni 888 kwa mfuko ama akiba ya Mheshimiwa Lusaka. Mwezi huu tunaenda kupata milioni 686 kuhakikisha ugatuzi unasonga mbele. Hiyo ni kazi ama si kazi? Waswahili wasema usione wembamba wa reli ukadhani bogi alipiti. Kwa hayo mengi, na Mungu awalinde sana. Wasalimie Meja. Salamia yeye. Rais wetu, Mheshimiwa Rais wa nchi hii William Samoei Ruto, Mheshimiwa Likichi, Deputy President Mudavadi, Prime Secretary na Mheshimiwa Speaker na wabunge wenzangu na wananchi wenzangu. Mimi kama jirani wenyu niko na furaha kubwa kumuona rais ametutembelea sisi hapa. Na mimi hapa, mnakumbuka wakati ule proposal yangu ya 10 Uhuru, 10 William Ruto. Nilifikiria nimesema mchezo, lakini huyu mjamaa huyu kompyuta yake ya kichwa inafanya kazi. Huyu William. Sasa yeye ni rais. Mwaka Ruto angekuwa ameshinda miaka mingi. Na William amefanya kazi kubwa. Hiyo nitaongelea mahali kwingine kwa vile amenipea only 1 minute. Mohoya mwalamba mupaki salama. Watu wa Mount Elgon, Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hewani mahali huko hewani. Kwa sababu masaa imekwisha. Mimi nataka kuambia rais ambaye hako hapa ujumbe ambayo mlikuwa umenituma. Rais, hawa wananchi hawa wako Psiro walisikia habari kwamba yule mzee wa tendawili ameanza kuonekana hapo kwa fence ya State House. Hao wamesema wakisikia yule mzee ameingia wanakuja kumtoa atenda nyumbani bila shati. Mnataka abaki nje ama aingie? Wale wa kusema aende kabisa kwa mkono niona aende. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mauna alafu nitarudi tena ndio tukuje tupange mambo ya hapa Bungoma, mambo ya Mount Elgon. Konga lecture na la koma sigemwa ara achamog ne mami koma sin akama kwa kitu ne mie. Mungu awabariki sana na wapenda sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Kongoi missing.